بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Tunaendelea na mada yetu ya mirathi katika Uislamu. Somo lililopita tuliishia katika kuwataja alwarithuna min arrijal, wale warithi katika wanaume ambao hao wanastahiki kupata tarika ambayo imeachwa na marehemu. Tukaishia katika maneno ya Matnu Rahbiya ambaye bwana huyu alisema walwarithuna min arrijali 10 asma'uhum ma'rufatun mushtahira alibn wa ibn libni mahma nazala wal ab wal jadd lahu wa in ala wal akhu min ayyi al jihati kana qad anzala Allah bihi al Qur'ana wal am wa ibn al ammi min abihi fashkur li dhil ijazi wat tanbihi والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. Warithi katika wanaume wapo 10 wanaostahiki kurithi mali iliyoachwa na marehemu. Katika wanaume Imam kawataja 10 kwa jumla na sio kwa tafsiri. Asema alwarithuna min arrijali 10, warithi katika wanaume wapo 10 tu basi, kwa maana watu 10 hawa katika wanaume ndio wanaostahiki kurithi la ghairi, si vinginevyo. Asma'uhum ma'rufatun, majina yao yanajulikana, yani ni maarufu, yanajulikana. Mushtahira, maarufu mno. Alibnu wa ibnu libni, kwanza mtoto wa kiume uliyemzaa wewe mwenyewe marehemu, yani mtoto aliyezaliwa na marehemu. Kisha akasema wabnu libni, na mjukuu, maana yake mtoto aliyezaliwa na mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume aliyezaliwa na mtoto wa kiume, kwa maana ni mjukuu wa marehemu aliyezaliwa na mwanawe wa kiume. Mahma nazala, vyovyote itakavyoteremka, kwa maana ikiwa akiwepo mjukuu mbele yake mjukuu akaja baba kisha babu, kwa maana aliyekufa ni babu akamwacha mwana, atarithi mwana. Hakumwacha mwana, amemuacha mjukuu wa kiume aliyezaliwa na mwanae wa kiume, atarithi huyo mjukuu wa kiume. Ikiwa hayupo mjukuu wa kiume bali kuna mtoto wa mjukuu wa kiume ambaye amezaliwa na mwanawe wa kiume, hivi ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo mwanamume mahma nazala, vyovyote itakavyokwenda chini. Imamu anasema wal abu, na baba naye ni katika warithi ambao wanamrithi mwana wao pindi endapo mwana akafa akaacha chochote katika mali. Wal jaddu lahu, na babu yake, babu wa marehemu pia naye atachukua chochote katika kile kilichoachwa na marehemu. Wa in ala, akasema hata wakenda juu, kwa maana babu ni baba yake baba, lakini pia akiwepo babu yake baba au akiwepo babu yake babu, hivyo vyovyote watakavyokwenda juu, nao hawa wanastahiki kurithi ikiwa marehemu kafa akawaacha wako hao. Wal akhu, na kaka, akasema min ayyi jihati kana, akiwa ni wa upande wowote. Kaka akiwa ni wa upande wowote, sawa sawa kaka akiwa ni wa baba mmoja mama mmoja, au akiwa ni wa baba mmoja, au akiwa ni wa mama mmoja tu, vyovyote upande wote atakaokuwa kaka naye ni katika warithi. Qad anzala Allahu bihi alqur'ana, sema hakika ameshusha Allah kwa hayo yaliyotajwa Qur'ani, maana yake akhuna. Wal ammu,
wabnul ammi, kuna baba mdogo au baba mkubwa, wabnul ammi, na mtoto wa baba mdogo au baba mkubwa, min abihi, anayetokana na baba yake huyo marehemu. Kwa maana baba mdogo kumbe naye anastahiki kupata mirathi ikiwa mtu akafa kamwacha baba mdogo, pia na mtoto wa baba mdogo. Hapa ndio tutakapokuja kukuta wakati mwingine huyu tunayemuita mtoto wa baba mdogo anao uwezo wa kurithi kwa pande mbili, anaweza akarithi pande mbili, yani mafungu mawili kwa wakati mmoja. Lau kama mtoto wa baba mdogo kamuoa mtoto wa baba mdogo yake, mtoto wa baba mdogo kamuoa mtoto wa baba mkubwa yake, anakuwa baba mkubwa yule mmoja. Hawa wenyewe kwanza wanarithiana, yani huyu mtoto wa baba mdogo anamrithi huyu mkewe kwa upande wa kwamba ni ndugu yake, endapo akafa anamrithi kama nini? Ni ndugu yake, ni mtoto wa baba yake mkubwa. Lakini pia atakuja kumrithi kwa upande mwingine kama mke. Kwa hiyo atachukua fungu lake kama mume, halafu atakuja kuchukua fungu lake kama nani? Mtoto wa baba mkubwa. Tutakuja kuyazungumza pindi tutakapofika katika mada hiyo. Asema fashkur lidhil ijazi wa tambihi, shukuru kwa ufupisho huu tuliouleta na uzindufu. Wazauju, na mume pia naye ni katika wanaume ambao wanarithi. Walmu'tiqu dhil walai, lakini pia mwenye kuacha huru, mwenye ule umaula, mtu ambaye kamwacha huru mtumwa. Huyu aliyeacha huru, pindi mtumwa akifa, akaacha yule aliyekuwa mtumwa akafa, akaacha chochote katika mali, basi ikiwa hana wa kumrithi, huyu mu'tiq ndiye atakaye kuja kumrithi. Fa jumlatu dhukuri haula, anasema jumla ya wanaume ni hawa waliotaja. Kisha akasema walwarithatu minan nisai, na warithi katika wanawake. Ama alwarithatu, ama warithi minan nisai katika wanawake, fahunna sab'u, hawa wenyewe wapo saba. Wanawake wanaorithi wapo saba tu, ama wanaume wanaorithi wapo 10. Bil ijmali, kwa ujumla. Kule ashru wale 10 wanaume nao bil ijmali, ukiwataka kwa tafsili wapo 15, na hawa wanawake ukiwataka kwa ijmali wapo 7, lakini ukiwataka kwa tafsili wapo wangapi? 10. Asema wa ashrun, na watakuwa wanawake wanaorithi ni 10 bitafsil, kwa kufafanua zaidi. Kalati, kama inavyokuja. Wa kwanza akamweka albintu, mtoto wa kike uliyemzaa mwenyewe, mwanao wa kike anakurithi, ndiye anayechukua nafasi ya kwanza. Wa pili akasema al-ummu, mama. Mama naye anastahiki mirathi pindi mwanawe akifa, kama vile ambavyo binti anastahiki mirathi endapo babaye akafa. Bintu libni, binti aliyezaliwa na mtoto wa kiume, yani mjukuu wako wa kike aliyezaliwa na mwanao wa kiume. Lazima kuwe na mazingatio hapo, asije akawa mjukuu wako wa kike aliyezaliwa na mwanao wa kike, huyu hana mirathi. Yani mtoto wako mwanao wa kike, wewe kama babu hakurithi. Sasa ni sharti huyu mjukuu wa kike azaliwe na mwanao wa kiume. Labda mzee kafa akamwacha mjukuu wake wa kike, kwa maana aliyetokana na mwanaye wa kiume. Tukiwa tunasemaje hapa? Mzee alikuwa na mwanawe wa kiume, huyu mtoto wa kiume akafa kabla ya mzee kufa. Alipokufa huyu mtoto, akaacha mtoto mmoja wa kike, kwa maana atakuwa huyu mtu alipokufa kamwacha mwanawe wa kike pamoja na babaye.
Kwa hiyo huyu aliyekuwa ni mtoto wa mwanao wa kiume atakuwa ni mjukuu wako wa kike aliyezaliwa na mwanao wa kiume. Sasa wewe ukifa, maana yake huyu binti atakuwa ni mjukuu aliyezaliwa na mwanao wa kiume, ambaye mwanao wa kiume alishatangulia kufa kabla yako wewe. Kwa maana huyu binti naye atafanya nini? Atakurithi. Sharti awe anatokana na mtoto wa kiume, mjukuu wenyewe huyu wa kike. Asema wa in nazalat, na hata wakenda chini. Wakenda chini kimfumo upi? Mjukuu wako wa kike aliyezaliwa na mwanao wa kiume, au kilembwe chako cha kike kilichozaliwa na mjukuu wako wa kiume aliyezaliwa na mwanao wa kiume. Tumeelewana? Au kidaka chako cha kike kilichozaliwa na kilembwe chako cha kiume aliyezaliwa na mjukuu wako wa kiume aliyezaliwa na mwanao wa kiume. Kwa maana huyo wa kike huyo awe wa mwisho huko, lakini hawa wanaokuja juu wote wawe nini? Ni wanaume, asije akawepo mwanamke hapa katikati. Akiwepo mwanamke tu basi yeye yule kule harithi tena. Tumeelewana? Wa in nazalat, hata wakenda chini. Asema waljaddatu as-sahiha, na bibi sahihi. Tutakuja kuwaona kule, tulikuta aljaddu sahih, babu aliyekuwa sahihi. Kuna babu mwingine sio sahihi. Hapa anatuletea aljaddatu sahiha, bibi aliyekuwa sahihi. Tutakuja kumuona bibi mwingine sio sahihi. Tumeelewana? Asema wa in alat, hata wakenda juu, maana yake ummul ummi, mama wa mama, mama wa mama. Kwa maana akiwepo mama wa mama au akiwepo bibi wa mama, lakini kwa sharti bibi awe kamzaa bibi yako aliyemzaa mama yako. Kwa maana lazima nayo iwe silsila ya kike tupu hii hapa, asije akaingia katikati yao nani? Mwanamume. Wa in alat waljaddatu sahiha, na bibi aliyekuwa sahihi. Wa in alat, na hata wakenda juu, ummul abi. Asema nani? Mama wa baba, mama wa baba. Kwa maana anaweza akawa pia mama wa nani? Mama wa babu, ikiwa mama wa baba au mama wa babu au mama wa baba wa babu wa baba. Wa in alat, hata wakenda juu, kwa sharti yeye ile afikiwe yule babu, yule bibi awe kawazaa wanaume huku chini watupu, asije akapitia kwa nani? Kwa mwanamke. Kisha akasema al-ukhtu shaqiqa, dada baba mmoja mama mmoja na marehemu. Mtu akafa akamwacha dada yake wa baba mmoja mama mmoja, huyu dada naye anarithi. Hapo akasema li abawaini, kwa wazazi wawili, yani dada aliyezaliwa kutokana na wazazi wawili, baba mmoja mama mmoja na marehemu. Nane, al-ukhtu li ummi, dada upande wa mama, au ukhtu li abi, ukhtu li abi, dada wa baba mmoja, dada wa baba mmoja, naye pia ana nini? Anastahiki kurithi. Dada yako umekufa, umemwacha dada yako wa baba mmoja na wewe. Kisha al-ukhtu li ummi, dada wa mama mmoja, umekufa, umemwacha dada yako wa mama mmoja, naye pia anastahiki kile ulichokiacha kama mirathi. Na wa mwisho aliyemtaja wa tisa, azauja, mke. Azauja, mke, naye astahiki mirathi. Walmu'tiqatu, na bwana aliyemwacha huru mtumwa. Kwa maana kama kuna mwanamke alikuwa anamiliki mtumwa, huyu mtumwa akamwacha huru, pia naye mwanamke huyu kama mtumwa ule atakuwa hana warithi, anastahiki nini? Mirathi. Waqad dhakarahunna an-nadhim, na amewataja wote hawa huyu mwenye nadhmu fi matni ar-Rahbiyya, katika matni ya Rahbiyya, fi qawlihi, katika neno lake aliposema walwarithatu minan nisa'i sab'un lam yu'ta untha ghayruhunna, lam yu'ta untha ghayrahunna shar'un,
bintu wa bintu libni wa ummu mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqa wal ukhtu min ayyi al jihati kana